Assalamu alaykum. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi si mgeni kwako, lakini kwa mtazamaji pale nataka kujua wewe ni nani? Inshallah, kwanza ni wasalimie watazamaji wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, mimi ni ndugu yenu katika Uislamu. Ninaitwa Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama. Na tumeshuhudia, tumekuja katika tukio adhimu kabisa ambalo mmetoka safari. Kwanza pole kwa uchovu. Inshallah tumepoa inshallah. Na hebu tupe experience ya kutoka katika ibada hiyo kubwa kabisa. Ni kwamba kwanza tufahamu, na ni lazima Waislamu wafahamu na walimwengu wote wafahamu kwamba ibada hii ambayo imetekelezeka ni nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu, ni nguzo ya hija. Na hija katika maana yake ni kule kukusudia kwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Maka, na kufanya ibada kwa utaratibu maalum ambao umeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mwenyewe, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada yenu. Hiyo ndio ibada ya hija. Ni ibada ambayo ukisema uzoefu wake ni kwamba ni ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwanza aliitangaza kwa watu. Ni ibada pekee Subhanahu wa Ta'ala alitangaza kwa watu wote. Hakusema kwamba Waislamu mkahiji, bali kusema watu mnatangaziwa na mnaitwa kwenda kuhiji. Sasa ni mtu yoyote anatakiwa, ni ibada muhimu sana kufanya hivyo, kwa sababu kuna mambo muhimu sana ambayo yanayopatikana ndani ya ibada hiyo. Moja ya mambo hayo ni Allah alivyosema, liyashhadu manafi'a lahum, ili watu wakashuhudie manufaa yao katika hali ya upana wa manufaa. Kwa hiyo manufaa ya hija ni manufaa yanayohusu watu wote. Ibada ya hija ni kwamba faida zake zinahusu watu wote, sawa sawa ziwe ni faida za kiuchumi, sawa sawa ni faida za kijamii, sawa sawa ni faida za kiimani, sawa sawa ni faida za kiroho. Hiyo ndio ibada ya hija. Ibada hii ni muhimu na ni lazima kwa wale ambao wenye uwezo, lakini imekuwa ni ngumu kidogo kwa baadhi ya watu ambao wana siha njema na kiuwezo, kifedha wako vizuri, lakini wamekuwa ngumu. Wewe kama wewe, toa neno la kuwasihi. Ibada ya hija siyo ibada ngumu. Hakuna ibada nyepesi katika maandalizi ya kujiandaa na hija isipokuwa hakuna ibada nyepesi katika nguzo za Kiislamu isipokuwa, ninasema mimi kwamba ibada ya hija ni nyepesi. Kwa nini nasema namna hiyo? Ni ibada kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala amelazimisha ni mara moja katika umri wa mtu. Sasa ibada ambayo katika umri wa mtu aliojaliwa kuishi duniani atalazimishwa na kisheria, endapo kapata uwezo, endapo kawa na afya nzuri na kadhalika, aifanye mara moja. Vipi ibada hii inakuwa ni nzito? Haina uzito. Uzito wa ibada hii ni udhaifu wa imani za baadhi ya watu. Wengi wana udhaifu wa imani. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ni ibada ambayo unaweza ukaipanga, na mimi nimedhamiria nitaandika kitabu kuwaeleza watu ni jinsi gani watu wanaweza kufanya juhudi ibada ya hija ikawa na watu wengi sana wanahiji, na uwezekano upo. Mfano mdogo niseme, ibada ya hija ni gharama. Hivi inashindwaje familia ya Kiislamu anazaliwa mtoto mdogo, amezaliwa kama binti huyu amenaye hapa, halafu akawa anawekewa hela kidogo kidogo mpaka afikie kuwa baligh? Huyu ni miaka 15 mbele. Yawezekana kila familia ikaweka fungu kwa ajili ya hija, baada ya miaka 15 ikawa natoa mmoja baada ya moja katika ibada ya hija. Uzito unakuwa wapi? Ni udhaifu wa imani zetu. Ndio maana ibada ya hija inakuwa ni ngumu, kwa sababu watu wanachokihitaji wanasubiri waiandae ibada ya hija katika mwaka mmoja. Hili swala ambayo ni gumu. Huwezi ukatafuta milioni 15, 16, 20 kwa muda wa mwaka mmoja uzipate, lakini unaweza ukapata milioni 40 kwa muda wa miaka 15, na ikiwezekana wakasafiri watu wengi tu katika ibada ya hija. Kwa hiyo udhaifu wa kwamba watu wanashindwa kuitekeleza ni udhaifu wa imani zetu, ni udhaifu wa imani zetu, si ugumu wa gharama katika ibada ya hija. Mimi nikushukuru sana. Jazakallahu khair, shukuru sana. Assalamu alaykum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza pole kwa safari. Asante, alhamdulillah. Mimi si mgeni kwako, lakini kwa faida ya mtazamaji nataka kujua wewe ni nani?
Naitwa Mayasa Sadala, ni katibu mkuu wa taasisi ya Jamarati Haji and Umrah Travellers. Kwanza kabla yoyote, kongole kwa kusimamia zoezi zima la swala zima la mahijaji kwenda kuabudu. Na nyinyi kama nyinyi Jamarati, mna kitu gani hasa ambacho mnasema kwa mwaka mwingine kitakuwa tofauti na mwaka huu? Nadhani mimi nitakuwa sio msemaji, ila mahujaji wangu wanaweza kusema nini ambacho nimewafanyia na nini ambacho nimewasimamia katika ibada hii, na kuhakikisha kwamba wamerudi wakiwa salama, kwa sababu si kazi ndogo. Hata ukiwachukua mbuzi ukaenda kuwachunga, kuwarudisha wakiwa salama, basi unamshukuru Mungu. Kwa hiyo alhamdulillah, yapo niliwafanyia mahujaji wangu, na alhamdulillah wamemaliza ibada kwa salama na wamerudi salama. Na mahujaji wako kiukweli wamekuwa wakisifia hii taasisi ya Jamarati. Ukiachana labda na huduma, na ni kitu gani hasa au siri gani ambayo wewe kama wewe umeweza ukajikita zaidi katika swala zima la kusimamia jambo kama hili? Ni kikubwa zaidi ni elimu ya hija. Tunahakikisha kwamba wana Jamarati wanaifanya ibada ya hija kiusahihi, yaani kiusahihi, na wakirudi namna gani wanaichunga hija yao. Kwa hiyo elimu ni zaidi, ina maana huduma inafuata tu, lakini elimu, mtu ajue lengo lilompeleka na nini anarudi kufanya. Ndio neno la mwisho la kuambia watazamaji pale kuhusiana na swala zima la taasisi yenu ya Jamarati. Naam, na cha kuambia kwamba hija imekwisha, 2025 imekwisha. Sasa tunaingia hija 2026. Sasa watu wajiandae. Kwa ufupi, hija imeanza. Tangu tunatoka Saudia tumeshafahamishwa taratibu zote. Kwa hiyo watu wawahi kujiandikisha, watu wawahi kushughulikia passport, watu wawahi kufanya malipo ili kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija ya mwakani inshallah. Labda ungejikita zaidi kuhusiana na swala zima maelekezo, watu kama ambao wenye uwezo uliokuwa hafifu wanataka kushiriki katika ibada hii imekuwa ngumu. Kwa wale ambao wenye uwezo mdogo, basi wanaweza wakaanza kuwekeza kidogo kidogo. Kama wasipokwenda mwakani, watakwenda mwaka kesho kutwa. Lakini tuna utaratibu wa kuwekeza kidogo kidogo. Basi mimi nikushukuru sana. Haya, asante sana. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jitambulishe majina yako. Jina naitwa Rajabu Farijala, ni mmoja wa viongozi wa taasisi ya Jamarati Haji and Umrah Travel. Na kwanza nikupe kongole na pole kwa safari. Asante sana, mimi nashukuru, tuko salama. Na kitu kimoja, taasisi yenu ya Jamarati imekuwa ikisifika sana. Ni kitu gani hasa ama siri gani ambayo mlikuwa nayo tofauti na taasisi nyingine? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunafanya kazi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kila tunalolifanya tunamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila tunachokiahidi kwa watu huwa tunakitimiza. Ndio maana watu wanaisifia taasisi yetu kuanzia mwanzo kwenye semina zetu. Tukiwaahidi watu tunawafanyia semina, tunafanya nao semina, na tukitoka nao hapa tunakuwa bega kwa bega, na hata tukifika kule vile vile siku moja, labda mfano kesho tunataka tufanye tukio fulani, kwa hiyo leo usiku tunakaa semina, jamani, Allah akituamsha salama, kesho tulizungumzia Dar es Salaam kwamba siku kama ya tarehe kama hii ya leo tutakuwa na tukio 1, 2, 3. Japokuwa tulisema Dar es Salaam, lakini tukifika vile vile kule kila tukio tunaanza watu kuambia mapema kwamba kesho tukiamka salama tunafanya 1, 2, 3. Ili limesaidia kila ambaye hujaji yoyote ambaye amesafiri na taasisi ya Jamarati amefanya vitu kwa uhakika. Na mmejipanga vipi sasa kuhusiana na swala zima watu ambao walikuwa mikoani na wanataka kushiriki na kujiunga katika taasisi yenu ya Jamarati? Kwanza tunawaambia kwamba tumeshamaliza hija, kinachofuatia ni hija inayofuata. Kwa hiyo leo tumerudi, alhamdulillah, tutapumzika leo na kesho. Baada ya hapo tutaanza zile harakati za kuandaa hija inayofuata. Kwa hiyo muda wote mtu aje awasiliane na sisi kwa namba zetu ambazo baadaye zitatajwa, lakini vile vile aje kwenye msikiti wa Mwembe Chai pale Magomeni, frame namba 25. Akifika pale moja kwa moja atakuta ofisi ya taasisi yetu ya Jamarati, lakini vile vile tuna mawakala 99% mikoa yote, umeona, na tutazidi kuongeza wakala tuhakikisha kwamba tunamfikia kila mtu. Neno la mwisho, nisikuchoshe sana, toa neno la mwisho kwa watazamaji wapate kuifahamu taasisi ya Jamarati na swala zima la ibada ya umra. Kwanza watu wafahamu ibada ya hija ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika nguzo 5 za Kiislamu.
Nguzo ya mwisho ni kufanya ibada ya hija, na watu wengi wanatafsiri kwamba hija ni uwezo. Hapana, kwanza tia nia, yani kitu cha kwanza tia nia. Mfano sisi taasisi yetu ya Jamarati kwamba tuna akaunti maalum, tuna sehemu maalum mtu kuwekeza kidogo kidogo, ambayo kila anachokipata anaweka kwenye ile akaunti, afu mwisho wa siku anakuwa ametimiza malengo yake na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala amkidhie haja yake. Lakini tukijengeka na mitazamo kwamba utajiri, na wewe ukijitizama hali yako, kwa kweli utakwenda kufanya ibada ya hija. Kwanza namuhusia mtu yoyote ambaye anaangalia TV kwamba kitu cha kwanza mtu atie nia kwamba anataka kwenda kufanya ibada ya hija. Pili, ile nia yake aambatanishe na vitendo, yani afanye jitihada, afanye juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba analitimiza ile lengo. Asitie nia afu akakaa tu akasubiri kwamba nimeshatia nia. Akishatia nia aanze kupambana kuhakikisha kwamba analifikia ibada hii ya hija. Na kuna faida nyingi unapokwenda kufanya ibada ya hija. Kwa vile mwaka huu takwimu ambayo sijaikalili ile rasmi, lakini inasemekana zaidi ya watu milioni 4 walikuwepo katika mji wa Saudia kwa ajili ya kufanya ibada ya hija. Kwa hiyo tunapozungumza hawa watu, yani tunazungumza dunia mzima ilikuwepo pale. Tunapokuwepo kule, yani mtu anakuomba upokee sadaka yake. Yani mtu anakuomba, yani anakupa sadaka afu anakuomba upokee. Tofauti na sisi tunaporudi kwenye maisha yetu, mtu unaweza kumuomba akakunyima na hapo akaenda kukusimulia. Kwa hiyo kule kuna watu ambao yani wanatamani sadaka zao zipokelewe, lakini kwa Tanzania huku sisi tunatamani mtu asitufuate kutuambia swala la sadaka. Kule tumeishi, dunia mzima ilikuwepo kule. Kwa hiyo tokea tumemaliza ibada ya hija, kwa hiyo mataifa mbalimbali wanarudi kama sisi Tanzania, alhamdulillah, wengine wamerudi siku zilizopita, sisi tumerudi leo, na wengine watarudi siku za mbele zinazokuja. Mimi nikushukuru sana. Ashaba, na mimi nakutakia kazi njema. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambulisho kwa majina yako. Kwa majina naitwa Saidi Msafiri Mori, mkazi wa Kondoa, mkoa Dodoma. Wewe katika msafara huu, wewe hasa ni nani? Mimi nimejiunga tu kwenye taasisi ya Jamarati, sina uongozi wowote pale. Wewe kama hujaji? Mimi kama hujaji. Sawa. Na kwanza ulipofika katika safari yako ulijisikiaje, na ni mara ngapi katika kufanya ibada hii? Hii ndio mara yangu ya kwanza. Kwa kweli ibada hii ni nzuri, inapendeza, lakini ina mambo mengi mpaka sasa hivi, yani hapa nilipo, yani mwili umechoka mbaya kabisa. Basi neno la mwisho ukapumzike, unawaambiaje wale ambao wamekuwa wazito katika kutekeleza swala hili la ibada? Mimi nawaambia hawa ambao wakutekeleza hii ibada ni nzuri, kwa sababu kwanza utakapofika kule utajifunza mambo mengi. Hii ndio ibada ya kweli. Ukifika kule ndio utajua kweli mtume wa haki, mtume yupo. Mambo mengi ya kutembelea yani story za mtume, sehemu alikuwa anatembelea, walipokuwa wanapigania, mara aliposhushia Qur'ani, mara alipojificha, mambo kadha wa kadha, alipompiga shetani, yani Jamarati. Kwa hiyo mambo mengi ambayo kweli ukizingatia, yani ukifika pale utasema kweli, yani unataka yani uende. Basi mimi nikushukuru sana ukapumzika. Basi inshallah, nashukuru. Shukrani. Asalamu alaykum.